Ndugu zangu ambao ni watendaji wa tume na wahusika wote ambao wanatakiwa kushiriki, tumekuwa na taratibu na maandalizi na shughuli za uchaguzi tangu ratiba ya uchaguzi mkuu iliyotolewa tarehe 26 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, ambayo ilikuwa maandalizi yote yanafanyika kwa sababu ya kuhitimishwa siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 ambayo ni leo. Katika uchaguzi huo kulikuwa na mambo mengi ambayo yalijitokeza, kwa maana ya kwamba kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa kanuni, zikiwemo kanuni za maadili, kulikuwa na mienendo mbalimbali iliyojitokeza wakati wa kampeni za uchaguzi na kupitia wagombea mbalimbali. Na katika kampeni hizo kulikuwa na mambo ambayo wakati mwingine yaliwapelekea wagombea kukwaruzana na kuingia kwenye masuala ya maadili, ambayo mambo yote hayo yalishughulikiwa kwa sababu kwa mujibu wa kanuni na sheria zimewekwa taratibu na kanuni za kushughulikia masuala yanayojitokeza wakati wa kampeni ambayo yanahusu maadili ya uchaguzi. Mambo yote hayo yaliweza kumalizika na ikafika siku ya uchaguzi ambayo ni siku ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba. Siku hiyo ambayo ilianza na kufunguliwa kwa vituo tangu saa 1 kamili asubuhi na kumalizika na kufunga kwa vituo tangu saa 10 jioni, saa 10 kamili jioni. Lakini kufunguliwa huko ni kwa vituo ambavyo viko nje. Kwa vituo ambavyo viko kwenye magereza na mahabusu vilikuwa vinafunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kumalizika saa 9 kamili alasiri. Kwa mujibu wa yale yote ambayo tumeyafuatilia na kwa mujibu wa kanuni, tunasema uchaguzi ulienda vizuri kwa uhuru na kwa haki. Kwa maana ya kwamba changamoto zilizojitokeza zilikuwa ni ndogo ndogo na ambazo ziliweza kutatuliwa kwa wakati na uchaguzi ukaendelea. Hali ya hewa ilikuwa nzuri ya kuridhisha, iliwaruhusu wananchi kujitokeza kwenda kupiga kura kwa mwitikio, na hayo yote yalikuwa yanamaanisha ni kwamba waliweza kuhudhuria vizuri mikutano ya kampeni na kuwasikiliza wagombea walivyokuwa wanatoa sera zao. Kwa hiyo baada ya siku hii na mwenendo huo wa kampeni, kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa kanuni ya 58 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, na kwa mamlaka ambayo nimepewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na Sheria, ninaomba kutoa taarifa na matokeo na kutangaza kama ifuatavyo, hasa kwa upande wa nafasi ya ubunge. Ndugu washiriki, tulikuwa na wagombea wa ubunge, nafasi ya ubunge wawili, ambapo tulikuwa na Mary Daniel Joseph ambaye alikuwa ni mgombea wa nafasi ya ubunge kutoka chama cha CCM au Chama cha Mapinduzi. Lakini tulikuwa na mgombea wa nafasi hiyo ya ubunge ambaye alikuwa anagombea kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma, CHAUMMA. Na katika mchakato wote huo wa uchaguzi na ugombea, baada ya kura kukamilika kupigwa, yafuatayo sasa ni matokeo ambayo ni jumla ya matokeo kutoka kwenye vituo vyote ambavyo tulikuwa navyo. Na kwa ujumla katika jimbo la Serengeti ambalo liko halmashauri ya wilaya ya Serengeti, tulikuwa na vituo vya kupigia kura vipatavyo 510. Na katika vituo vyote hivyo hali ilienda vizuri na ilikuwa shwari. Tulikuwa na idadi ya wapiga kura, yani idadi ya wapiga kura kwa Serengeti ni 188,945. Hiyo ni idadi ya wapiga kura kwa jimbo la Serengeti. Lakini idadi halisi ya waliopiga kura ni 188,273. Idadi ya kura halali ilikuwa ni 188,273.
na idadi ya kura zilizokataliwa ilikuwa ni 0. Hivyo kutokana na takwimu hizo, mgombea ubunge ambaye ni Mary Daniel Joseph kupitia Chama cha Mapinduzi alipata jumla ya kura 182,562. Lakini mgombea wa ubunge kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma ambaye ni Bi Catherine Nyakao Ruge alipata jumla ya kura 5,711. Hivyo kwa mujibu wa kanuni ya 58, kanuni ndogo ya pili, inasema kwamba pale ambapo kura zitakuwa zimejumlishwa na zitakapokuwa zinaonekana yule ambaye amepata kura nyingi, huyo ndiye atakayetangazwa kuwa mshindi. Kwa mamlaka hiyo ya kifungu hicho na kanuni hiyo ya 58, kama ambavyo nimetangulia kusema, ninaomba kumtangaza kwenu mgombea wa ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi ambaye ni ndugu Mary Daniel Joseph kuwa ni mshindi wa ubunge jimbo la Serengeti, ambaye amepata kura 182,562 kama ambavyo nimetangulia kusema. Baada ya kusema hayo, sisi kama ofisi ya tume tunawapongeza sana wagombea wote kwa namna ambavyo walishiriki na kwa namna ambavyo wamefanya kila jitihada ya kuhakikisha kwamba wanafuata sheria, kanuni na taratibu. Na kama nilivyotangulia kusema, pale ambapo waliweza kwenda kinyume, tuliweza kutumia sheria, kanuni na taratibu hizo hizo kuweza kuwarudisha kwenye mstari. Kwa hiyo tunawapongeza wote kwa namna ambavyo walishiriki na tunawapongeza wale ambao wameweza kupata ushindi.